Na kusalimu tena siku ya leo, asubuhi ya leo, kwa upendo wa Mungu aliye hai. Naomba nikukaribishe kwa ajili ya ujumbe wa neno la Mungu, na ujumbe wetu unasema usikiachilie kilicho cha thamani katika maisha yako. Wafalme wa kwanza mlango wa 21 mstari wa pili na watatu. Ahabu akasema na Nabothi akimwambia, nipe shamba lako la mizabibu nilifanye shamba la mboga, maana ni karibu na nyumba yangu, nami nitakupa badala yake shamba la mizabibu lilo zuri zaidi, au ukipenda nitakupa fedha sawasawa na thamani yake. Nabothi akamwambia Ahabu, Bwana na apishe mbali nikupe wewe urithi wa baba yangu. Asubuhi ya leo mpendwa, naomba ufahamu thamani ya kile ulicho nacho. Usipofahamu thamani ya kile ulicho nacho, utanyang'anywa na watu wengine watakibeba. Ahabu anamfuata Nabothi. Si kwamba shamba la Ahabu lilikuwa zuri kuliko na Nabothi, maana kama lingekuwa lizuri hangekubali kuliachilia. Kwa lugha rahisi, shamba la Nabothi lilikuwa na thamani kubwa kuliko la Ahabu. Lilikuwa zuri, na ndio sababu linatamanika. Kwamba ulichonacho wewe unaweza ukakidharau na ukaona si kizuri, lakini kina thamani yake. Ahabu akajaribu kuongea na Nabothi, akamwambia, nitakubadilishia shamba ama nikupe thamani ya fedha. Nabothi haoni thamani ya fedha, anaona thamani ya kile alichonacho kwa sababu ya maisha yake. Fedha anajua nitapewa, nitatumia, vitaisha. Lakini shamba hili ambalo nimepewa ni urithi. Anamwambia Bwana Mungu aliyeziumba mbingu na nchi akutupilie mbali Ahabu, nikupe mimi thamani, urithi wangu. Na ndo sababu asubuhi ya leo nazungumza nawe mpendwa, usiachilie thamani ya kile kinachosababisha maisha yako yafanikiwe. Namba moja, Mungu ni wa thamani katika maisha yako. Usimpoteze Mungu, usimwache Mungu, kwa sababu anasema mimi ni Mungu nikupae nguvu ya kupata utajiri, nikufundishaye kupata faida. Kwa nini upoteze kitu cha thamani kwenye maisha yako? Utakapofahamu umuhimu wa Mungu kwenye maisha yako, hutakubali kumpoteza Mungu kwenye maisha yako. Usipofahamu thamani ya kitu, utakipoteza. Na ndo sababu Esau, kwa kutokufahamu thamani ya mzaliwa wa kwanza, anapeana kirahisi, tena kwa sababu ya chakula cha dengu ambacho kinaingia tumboni, kinabaki asilimia kidogo anaitoa. Akapoteza thamani, heshima ya kuitwa mzaliwa wa kwanza, akauza. Usipoteze thamani ya kila kinachokusaidia. Saa ingine mke wako anaweza kuwa mkorofi, mume wako anaweza kuwa mkorofi, lakini thamani yake unaijua, umuhimu wake unaujua. Usimpoteze kwa sababu ya maneno ya watu. Saa ingine mtoto wako ni mkorofi, sawa,
lakini thamani yake wewe ndio unaijua thamani ya huyo mtoto. Usikubali kumpoteza. Maandiko yanasema shika sana ulicho nacho kwa wakati huu. Anasema shika ulicho nacho, asije mtu akaitoa taji yako. Mtu anaweza kuwa sababu ya wewe kupoteza kitu cha thamani katika maisha yako. Na unajua ni rahisi kupoteza kuliko kuipata. Ukitaka kujua nachosema asubuhi ya leo, hebu piga picha maisha ya Samson. Kupoteza mafuta, kupoteza nguvu ya Mungu iliyokuwa juu yake ilikuwa ni rahisi, lakini kurudisha ilikuwa ni mateso. Ndio maana asubuhi ya leo nasema usipoteze thamani ya kile Mungu alichoweka kwenye maisha yako. Kama ni kazi Mungu amekupa, haijalishi hiyo kazi na misukosuko gani, ng'ang'ana na Mungu kwa ajili ya kazi mpaka Mungu atakapofungua njia nyingine, ndipo iachilie hiyo. Lakini usije ukaacha kazi na hakuna kazi unayokuja kufanya. Shika ulicho nacho, kwa sababu ndio unaijua thamani yake kwa wakati huo. Unajua ni rahisi kutokuona thamani ya kitu kabla hujapoteza. Ukishapoteza ndipo utakapojua thamani yake. Mungu akutendee mema. Tuombe. Mungu mtakatifu uliye hai, uliyetuumba sisi sote kwa mfano wako, kwa sababu sisi ni watu wa thamani machoni pako, ninaomba ukamsaidie kila mtoto wako asubuhi ya leo, aone sababu ya kutunza kile ulichokiweka ndani yake, aone ya kuona thamani juu ya kila alichonacho kwa wakati huu. Kwa jina la Yesu Kristo, amen. Ni rafiki yako Mwalimu Bishop Daniel Mathew